Episodi ya 4, tunaanzia hapa. Tunamuona Guwon akiwa na No Shang-sik kama msaidizi wake, akisema, "Mkuu, wewe unahitaji mtu wa kukulinda ukiwa kwenye matatizo yako hayo." Mala Guwon akamshika No Shang-sik na kumwambia, "Chukua gari, nenda nyumbani, usiwaze kuhusu mimi, nitaenda kulala hotelini." No Shang-sik akasema, "Mkuu, mimi naongozana na wewe, siwezi kukuacha, maana nikikuacha ukapata tatizo, jua sina kazi." Sasa tuje upande wa pili kwa mabinti hao watatu. Bia ya leo iko poa sana, binti mmoja akasema, "Ila nyie, tusijiendekeza eti kila weekend tunywe bia." Mala wakiwa pale wanaendelea na stori zao za kawaida, wakasikia mtoto akiita, "Nyie mashangazi, hapo mnavokunywa bia mnatuboa sisi huku." Mala binti akasema, "Sawa, amna shida, tunaacha, mtoto mzuri." Wakiwa pale wametulia, mala taa zikazima, alafu ukawashwa mziki, na hawa mabinti kwa mziki uwezi ambia kitu. Mizuka ikapanda, wakaingia kati, wakaanza kucheza mziki. Asubuhi sasa, kwenye King Hotel, tunamuona Guwon akijiandaa kwenda kufanya kazi kwenye hoteli. Kumbuka hoteli ni ya babake, kwa hiyo kiufupi ni mtoto wa bosi. Tunamsikia Guwon akisema, "Hivi ndo suti inapashwa kuvaliwa?" Hapo hapo No Shang-sik akamuuliza, "Kwa nini unatembea na saa ambayo haifanyi kazi?" Guwon akujibu chochote, labda tu alichukua sana kusema asante. Baadaye sasa tunamuona Guwon na No Shang-sik wakiwa kwenye lifti. No Shang-sik akasema, "Leo ni mara yetu ya kwanza kwenda kufanya kazi kwenye hoteli. Ebu tutabasamu." Guwon akasema, "Kwenye vitu ninavyochukia ni kufikisha tabasamu." No Shang-sik akasema, "Basi sawa, acha kuwa na mawazo." Baada ya kutoka kwenye lifti, mala Guwon akasimama ghafla na kusema, "Nimesahau simu yangu." No Shang-sik akasema, "Usijali, nitawaambia wailete." Mala anafika malangoni tena, kumbe kuna kitu kingine kasahau, na huo muda ndo Guwon anarudi, na binti yuko ndani akitafuta simu ya Mr. Guwon, ila bado tumbo linamsumbua hatari. Baada ya kuipata simu, akaona acha niende chooni nikajisaidie kidogo kwanza, na huo muda Guwon anaingia ndani. Unahisi nini kitatokea? Guwon akaingia chumbani na kuchukua karatasi ambayo ndo alikuwa kasahau. Sasa kipindi anatoka, alihisi kama kuna mtu chooni. Ile inafika hivi, na huo muda ndo binti alikuwa anachezea limoti ya pazia za chooni. Cheon Sarang akashtuka kumuona mtu mbele yake, na Guwon akashtuka na kugeuka nyuma. Baadaye sasa tunamuona Cheon Sarang akimpa simu Guwon na kumwomba msamaha. Mala Guwon akamuuliza, "Wewe si ndo yule binti ambaye ulinidondosha kule kwenye sehemu ya mazoezi?" Binti akakumbuka kweli alifanya hivyo. Binti akauliza, "Kwani wewe ndo uliyekuwa umevaa tisheti ya Tiger?" Guwon akasema, "Ndiyo, ndo mimi. Tena omba msamaha kwa siku ile na siku ya leo." Binti akasema, "Siwezi kukuomba msamaha kwa sababu wewe ndo uliyenikosea." Kisha binti akaondoka. Baadaye sasa tunamuona Miss Gu akiwa na Guwon akisema, "Naona umeleta barua tuliyokuomba. Kama ofisi umeleta." Baada ya maongezi kadhaa, Guwon akaondoka, lakini usisahau Guwon na Miss Gu, yani mamake wa kambo, mahusiano yao sio mazuri. Sasa tutoke huko. Tunamuona No Shang-sik akiwa nje, mala anakuja Kim Soo-mi na kuanza kumuongelesha. Kumbuka na huyu binki Kim Soo-mi anajuaga No Shang-sik ndo mtoto wa bosi. Kim Soo-mi alikuja kumuomba No Shang-sik kupata dina, yani chakula cha usiku pamoja. Baadaye tunamuona No Shang-sik akiwa na Guwon na kumuuliza, "Tunaenda wapi?" Guwon akasema, "Sijui." No Shang-sik akasema, "Wanakusubiria." Guwon akauliza, "Wapi?" No Shang-sik akasema, "Kwani hujui leo hapa kuna kasherehe kadogo? Nifate twende." Sasa tuje kwenye hiyo sherehe ndogo, tunamuona binti kiwa kama mtangazaji akisema, "Tunamkaribisha meneja mpya." Binti alikuwa akiongea huku akimtazama No Shang-sik akijua yeye ndo meneja, yani mtoto wa bosi. Mala anaona No Shang-sik anatoka pale alipokuwa na kwenda nje. Mala akaja sasa na Mr. Guwon ambaye ndo meneja mpya wa King Hotel. Binti Cheon Sarang akashtuka kumuona aliyekuwa akizinguana naye eti ndiye meneja mkuu mpya na ni mtoto wa bosi. Huku naye Kim Soo-mi aliyekuwa akimzania kumbe siye. Hatari sana. Sasa Guwon anayo shida moja, akiona mtu akitabasamu huwa haisigi hasira. Basi siku nyingine tena tunamuona Guwon akiwa ofisini na binti Cheon Sarang akimwambia, "We, mara ya mwisho si nilikwambia tusionane tena?" Binti akasema, "Nitajitahidi kukukwepa mheshimiwa." Mr. Guwon akamuuliza tena Cheon Sarang, "Kwa nini ulisema mimi ni mjinga?" Binti akasema, "Kwa sababu wewe uliniita nije chumbani kwako." Guwon akasema, "Mimi nilikuita uje chumbani kwangu?" Binti akasema, "Ndiyo wewe." Jamaa akaamka kwa hasira na kusema, "Mimi sijafanya hivyo na uwezi kuwa mtu wangu kwa sababu wewe sio type yangu." Binti akasema, "Sawa, ila
si ulikuwa umevaa tisheti ya Tiger? Gu-won akasema ndiyo, ila sio mimi. Binti akasema sawa, nisamehe, sikujua. Kija binti akaondoka. Sasa tuje upande mwingine kwenye ndege. Tunaona binti mmoja akigombezwa. Koti la mteja umeweka wapi? Binti akasema nimetupa kwa sababu mteja alisema nitupe koti lake. Kumbe mteja yeye alisema nishikue koti langu. Yeye akazani kasema alitupe. Msimamizi wao akaanza kufoka, mnataka nipate matatizo? Binti akasema basi sawa, mimi nitashughulikiwa. Basi tuje upande wa pili, tunamuona No Shang-sik akiwa na Kim Soo-mi. No Shang-sik akisema leo umefanya vizuri pale jukwani. Binti akauliza, je, unataka nikusaidie nini? No Shang-sik akasema vipi kuhusu dina? Binti akasema siwezi, hebu toka hapa. Baadaye sasa tunamuona No Shang-sik akiwa na Cheon Sarang akimpeleka sehemu ambapo hata binti hajawahi fika. Ni sehemu nzuri ya VIP. Binti akiwa anatazama mazingira ya pale, mara Gu-won akawa na yeye ndo nakuja pale. Ni kumwambia binti, si ulisema utafanya kila njia ili kunikwepa? Kisha akaondoka kuelekea kwenye meza ambayo ndo alikuwa akakaa babake mzazi na mamake wa kambo. Sasa babake na Gu-won akasema, hii nyama ni nzuri sana na inavutia. Je, ni kama shingapi? Mzee mmoja akasema hii ni kama milioni 500. Basi wakiwa kwenye story, mzee akaamuka na kuambia wageni, napenda kuwashukuru kwa kazi zenu na ushirikiano wenu. Pia nawaombeni mpeni sapoti meneja mpya. Basi tuenjoy. Mara binti akakurupuka na kuongea kwa sauti bila kujua. Hadi babake na Gu-won akauliza, wewe ni nani? Binti akajitambulisha, naitwa Cheon Sarang, ni mfanyakazi wa King Hotel. Mara Miss Gu akadakia na kusema, huyo kaja kuwatambulisha wafanyakazi wenzake. Mzee akamuita binti aje atoe hata neno moja kwa wageni. Basi binti alivyofika pale aliongea vizuri sana. Baadaye sasa majira ya usiku tunamwona Cheon Sarang akiwa kwenye usafiri akielekea nyumbani. Hapo binti anachukua simu na kupigia kijana mmoja na kumwambia jiandae, kesho tunaenda Namsan. Baadaye tunawaona mabinti watatu wakipata chakula cha jioni wakipiga stori za hapa na pale. Binti mmoja akasema nyama ya leo ni tamu sana kiukweli, unajua kupika wewe? Binti akawaambia hiyo nyama nimepewa na mwenyekiti wa King Hotel, gharama yake ni $700. Mabinti kusikia hivyo akashutuka na kusema kama ni $700, kwa nini na sisi tusikate vipande tukauza kila kipande $2? Cheon Sarang akasema amna, acheni tu nyie kuleni. Tunarudi sasa kwenye King Hotel. Tunamwona Hakim akimwambia Gu-won, leo uje ulale nyumbani tupate vinywaji vingine, sawa kijana wangu? Kisha akapanda gari na kuondoka. Baada ya kuondoka, mwenyekiti Miss Gu, yani mama wa kambo na Gu-won, akamwambia ole wako uje sasa. Kisha akaingia kwenye gari na kusepa. Basi usiku huo huo tunamwona binti Cheon Sarang akiwa nyumbani akiangalia baadhi ya vitabu huku akikumbuka kipindi akicheza maeneo ya bichi yenye, na mama yake akimuuliza, Cheon Sarang unachora nini? Binti akasema nachora Pink Hotel. Kwa hiyo kiufupi, binti Cheon Sarang alikuwa na ndoto ya kufanya kazi kwenye hoteli na imetimia, sema ambacho hatujui mama yake bado yupo au alishafariki. Basi kwa leo episodi ya 4 inaishia hapa. Tukutane tena episodi ya 5. Asanteni sana.